Pia nikapata kijana mwingine aliyedunga kijana mwenzake kisu, ako hapo pamoja na muhindi na wengine. Aliponiona akakimbia akasema, Pastor Ezekiel, nakuonanga kwa TV, leo umekuja. Jameni, tumebarikiwa hapa ndani. Nikasema, jameni, mimi ni mfungwa, sitaki kukaa hapa. Wafungwa wenzangu wanafurahi. Wale maaskari wakasema, pastor, wamekuleta hapa, tunashukuru, utatuombea. Yule kijana akaniambia, pastor, hapa ndani ya sel hatulali, tunanyongwa na paka. Kuna paka anaingia ndani, anapiga, analia hapa, alafu tunanyongwa. Pastor Ezekiel akaenda akaleta chupa ya maji, akaniambia iombe, na ni Muislamu. Akaniambia iombe. Nikamwambia siwe ni Muislamu. Akaniambia pana, wewe uko na nguvu za Mungu, sina kuona kwa TV, wewe iombe. Nikaiombea. Akaniambia karibu na usitoke hapa. Nikasema, kijana, wewe hujui. Asubuhi tukiamuka, yule kijana nikamuuliza, kijana, umelalaje? Akaniambia, pastor, na kuombea usitoke hapa, wewe usiachiliwe huru, yule paka hakuja. Na leo ninaomba, kama kuna mtu mahali anakutesa, leo tutakaa na wewe ndani ya hiyo seli ya mateso, hata wairudi tena, akamatwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Siku ya tatu niliambiwa ninarudi kotini. Askari mwingine akaja akiwa na bunduki, kapiga mlango, pastor, unajua huko hakuna heshima. Nikamwambia Kaniambia, okay, nifungue niingie. Kaniambia sawa. Akaingia. Akaniambia, pastor, niko na problem, nataka unisaidie. Nikamwambia, problem gani? Akaniambia, ile kitu naongeanga inaitwa nyota, ni ya kweli? Nikasema, sasa hapa ndani ya jela nyota itatoka wapi? Kuna injili hapa. Nikamwambia, ni kweli, nilipewa ruhusa ya kuingia na Biblia. Akaniambia, hiyo kitu ndio nataka. Mimi mke wangu ameniacha na amechukuliwa na mtu mwingine, na anaongea akiwa amekasirika. Nasema, sasa huyu akikasirika na ako na bunduki na mimi niko hapa, Mungu tuliza hii hasira. Nikamwambia, wacha hasira. Akaniambia, pastor, mimi nawaza kuondoka hapa niende nimpige risasi. Nikamwambia, hiyo ni makosa. Akaniambia, hiyo ni makosa na wewe mwenyewe ni mabusu. Nikamwambia, unajua, wacha hasira. Akaniambia, pastor, nataka uniombee nipate hiyo nyota ya ndoa, mke wangu arudi. Nikasema, okay, kwa sababu leo nimeambiwa ninaenda kotini na ninaweza nikaachiliwa, mimi wacha nimuombee huyo mtu nitoke hapa niende zangu. Nikamwambia, nitakuombea, piga magoti. Akapiga magoti, akaweka bunduki hapo. Nikasema, sasa mapepo yakianza kulipuka na mtu ako na bunduki, nikasongeza hiyo bunduki kando. Mapepo yakilipuka, akishika bunduki tutangangana. Hata kama mimi ni mwembamba atanipata nje. Unajua Mungu hawezi akakupokonya mwili na kupokonya mbio. Mungu hawezi akakudhulumu mara ngapi? Akikupokonya mwili anakupa mbio. Nikaanza kumwombea yule askari, nikamwambia, nenda. Akaniambia, lakini kesho sitakuja, kesho niko off, lakini pastor, kesho kutwa mimi nitakuwa nimeingia hapa. Nikasema, Mungu, ikifika kesho kutwa niwe nimeenda, sitaki kuombea mtu na bunduki. Hiyo siku nikaenda kotini, nikaambiwa bado utakaa hapo siku zingine 3. Nikasema naenda kutana na askari, yule askari tena. Na yeye aliamini nikimuombea siku hiyo mke wake atarudi siku hiyo. Nasema, jamani, na mimi sio Mungu, na asiporudi siku hiyo na yule mtu ako na hasira, si ataanza na mimi?
Siku ya tatu yake ilikuwa